nakuelewa sana, lakini kitu ambacho kimenifanya mimi nije hapa ni taarifa ya daktari na maelezo ya awali ya Stani. Anathibitisha kwamba kile chakula kililetwa na dada yake. Sasa nachojaribu kujiuliza, kuna tatizo gani kwenye kile chakula? Hawa watu walikuwa wanaishije? Kulikuwa na ugomvi kati ya Stani na dada wa marehemu, ama kulikuwa na ugomvi kati ya marehemu na dada yake? Hebu niambie, walikuwa naishije hawa watu awali? Stani hajawahi kuwa na jambo lolote akashindwa kuniambia. Na ukiangalia kwamba Stani mimi nikabidhiwa na marehemu dada yangu. Marehemu dada yangu alipofariki, Stani mimi nilikuwa kama mama yake. Alikuwa majimbo yake yote lazima aniambie mimi. Mahusiano kati ya Stani na marehemu nilikuwa nayafahamu, lakini kama kulikuwa kuna ugomvi kati ya dada yake na marehemu, hilo mimi silifahamu. Na kama inaposemekana kwamba chakula hicho kililetwa na dada yake na marehemu. Kwa maelezo yako yanaonyesha kwamba umekaa nao kwa muda kidogo. Mahusiano yao kati ya Stani na marehemu yana muda gani? Stani na marehemu wana takriban miaka 2. Na mbali na wewe, kuna mtu mwingine wa kifamilia ambaye amewahi kuwa nao hawa kwa karibu kidogo? Ungeenda kuonana na shangazi wa marehemu, kwa sababu shangazi wa marehemu naye pia alikuwa na ukaribu sana na Stani pamoja na marehemu. Kwa hiyo naye labda kwa upande wake mwenzangu kuna mengi anayajua ambayo mimi siyafahamu. Okay. Basi sawa, nashukuru. Nashukuru kwa ushirikiano wako. Lakini naomba wakati mwingine nitapokuhitaji basi uoneshe ushirikiano kama ulioonyesha leo. Hakuna shida afande, tuko pamoja. Haya, basi mimi natoka. Basi hawa. Mjomba, upo huku mpaka sasa hivi? Mimi nimeamua kuja. Nilijua utanijulisha chochote kuhusu Stani, lakini umekaa kimya. Nimeamua kuja kuangalia, pengine labda tatizo limekuwa kubwa. Bwana, hapa ndugu yangu kuna tatizo. Kuna tatizo kubwa ndugu yangu. Tatizo gani? Tatizo kubwa mjomba. Hapa kuna msiba. Msiba? Kuna msiba. Stani kafariki au? Hapana, sio Stani. Yule mchumba wa Stani amefariki. Unamzungumzia Umi? Ndio huyo. Ni nini kimetokea mjomba? Sababu ya kifo chake, yule binti alikula chakula. Baada ya kula kile chakula ndio hayo matatizo yakatokea. Kwa hiyo hapa nilikwenda kwa daktari, nimemwita, amechukua kile chakula, ameenda kukifanyia vipimo. Hapa tunasubiri majibu. Kama ikigundulika kwamba kile chakula kilikuwa kina sumu, basi tufanye mpango wa kwenda polisi. Na kile chakula kililetwa na dada yake na marehemu, ndio alikileta hapa. Mjomba, kweli hili ni tatizo. Hili ni tatizo. Dokta anapiga. Dokta.
dokta, nimekuelewa. Sawa, nimekuelewa. Twende ndani. Wewe dada, umefuata nini hapa? Na kuuliza umefuata nini hapa? Ina maana ujui au? Wewe, mimi nimekuja hapa kuchukua dawa tu kwa ajili ya kumpata yule mwanaume, lakini umenigea sumu kweli. Nisikilize dada, nilikupa dawa, na ile dawa nilipokupa nikakwambia hivi, kuwa makini na ile dawa ukimpa mwanaume nilimbwata, lakini akila mwanamke ni sumu ile dawa. Hiyo naoita mizimu mimi iliniambia. Nisikize dadangu, ulikuja hapa ukasema hivi unamtaka yule mwanaume ili upate uwanda mpana wa kujitawala. Sasa saa hizi mdogo wako amekufa, sasa si ndio muda mzuri wewe kukaa na yule mwanaume ili uenjoy? Wewe mganga gani, hauna akili? Lakini unasemaje wewe? Nitakugeuza kiti sasa hivi niwe nakalia hapa. Nigeuze? Hebu toka hapa. Nimesema toka kwenye kininga changu. Nimekwambia toka hapa. Mtu unakuja, unataka mwenyewe mambo yako na kufanyia, unakusema shaiti, mimi nifanyeje? Karibu. Asante sana. Pole sana mjomba. Namshukuru kwa sababu haikuwa rahisi mjomba. Niliwaza mambo mengi sana, lakini pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa haya yote, maana nikajua nitaishia jela tu. Sikufikiria leo kama nitakuja kuolewa, nikajua ndo mwisho wa maisha yangu. Lakini namshukuru Mungu sana. Mjomba, mimi nikwambia kitu kimoja. Matatizo tumeumbiwa wanadamu, na unapopata matatizo unachotakiwa ni kulikabili. Sijui unanielewa mjomba? Na ndio maana nilikuwa natumia muda mwingi sana kukuplizi. Mjomba, hili tatizo limetokea, tulia. Na sikulaumu. Kwa nini ulikuwa kwenye hali hiyo? Kwa mwanadamu yoyote anapopatwa na tatizo kubwa kama lile, kwa umri kama wako uliokuwa nao, lazima utulivu ulikuwa unakosekana. Unaelewa mjomba? Nakuelewa. Sasa unachotakiwa kufanya sasa hivi ni kusahau yote yaliyopita na kuanza maisha mapya. Yaani unatakiwa upige hatua, uongeze mwendo. Sijui unanielewa mjomba? Nakuelewa mjomba, lakini namwonea huruma sana binti Shakira. Hata mimi hilo ndio linamtia uchungu sana, kwa sababu ukiangalia ni binti mdogo sana, alafu anaingia kwenye matatizo makubwa. Sasa sijui ni shetani, unajua mpaka sasa hivi sielewi ni kitu gani hasa kilichomfanya yule binti akajiingiza katika matatizo haya. Lakini tumwachie Mungu, kwa sababu yameshatokea. Tumwachie Mungu, japo Shakira alionyesha hisia zake, lakini hakufikiria mbele kitatokea nini. Ujue moyo ulipokuwa unamsukuma, alijua anatenda kitu sahihi kutokana na matakwa yake, lakini hakujua kwamba ni kosa kubwa sana alilofanya duniani na mbinguni. Tusizungumze mengi kwa sababu imeshatokea. Sawa mjomba, lakini nikwambie kitu kimoja. Usipeleke sana lawama kwa Shakira. Hawa wanawake wameumbwa ni wadhaifu sana.
unaweza ukampenda mwanamke lakini ukazuia hisia zako. Unajua inafika kipindi hata wengine wanatembea na mashemeji zao. Kwa sababu gani? Wanawake ni wadhaifu mno. Anapotaka la kwake, anachopenda cha kwake, anajua kwa wakati wote atakipata. Lakini sisi wanaume ndio maana tumepewa hivi vidude hapa. Tuna uvumilivu. Wangapi mashemeji zao wanawarudisha na lili kabisa za kuwataka, lakini mwisho wa siku wanaambia hapana. Wananishukuru mjomba, umekuwa na moyo mgumu sana. Najua umepitia mitihani mingi sana kwa yule binti, lakini yote umeivuka kwa ajili ya upendo wa kweli ulioonyesha Umi. Sema mjomba striker. Unajua pale nilikuwa nacheza na pati mbili. Kwanza wakati nafuatilia mambo yako nilikuwa namuona marehemu dadangu kwenye uso, sababu kuna maneno aliyaongea kwangu yanaishi. Alimwambia muangalie sana mtu wako Stani. Hayo ndio maneno marehemu mamako aliniambia, na ndio maana ulikuwa unaona muda mwingine nachanganyikiwa kwa ajili ya hili jambo. La pili, nilikuwa nampambania mjombangu niliyoachiwa, mjombangu pekee, sababu mimi kwako ndio baba ndio mama. Lazima nionyeshe na mimi baba wangu na mama wangu, sio jina. Basi bwana mjomba, kuanzia leo mimi nitakuita president. Huu ni wakati sasa wa kuenjoy mjomba. Polisi sio kuzuri mjomba. Kweli. Mjomba, sasa mimi naona kitu kimoja. Mimi nirudi nyumbani. Basi sawa. Naona sasa hivi hata usingizi nitapata. Sawa. Polisi kubaya mjomba. Vipi ndugu yangu? Mikono huku, mikono kule, ni wazi kuwa na matatizo. Hapana, mimi sina tatizo. Unajua Stani, vijana wengi tumekuwa tukiishi na matatizo mioyoni mwetu bila kujua sehemu ya kwenda kuyatoa. Unapoishi kwa staili hiyo ni sawa na mtu anayeamua kunywa sumu kujikatili nafsi yake mwenyewe. Hebu niambie, unajua hata kama nitashindwa kukusaidia kifedha, basi nitakusaidia hata kimawazo. Niambie una tatizo gani? Sina tatizo. Mimi niko sawa tu. Hapana, Stani, hauko sawa. Hata uso wako umepoteza nuru, kuonyesha kwamba kuna vitu vinakukumba. Kuwa muwazi kwangu. Una matatizo gani? Brother, mimi sina tatizo.